Eternal Father, I offer you the body and the blood. Nashukuru Mungu sana asubuhi ya leo mpendwa msikilizaji, ambayo nimepata fursa ya kunena na wewe siku hii ya leo kwa neema ya Bwana. Nataka nichukue hii fursa nikukaribishe ili tupate kwenda pamoja katika jina la Yesu Kristo. Naomba ya kwamba kabla sijaendelea, inamisha kichwa ili tupate kuomba. Anayenena nawe asubuhi ya leo Mchungaji Leonard Omondi wa kanisa la God of Eternity, ambaye iko katika eneo la Nairobi Dandora Phase 4, nyuma ya Career Supermarket. Pale ndio tuko. Nataka tunende katika neno la Bwana, na kabla tujaenda katika neno la Bwana, wache tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, na kushukuru na kuinua na kutukuza na kuenzi kwa sababu ya fursa na nafasi hii ambayo umenipea ili nipate kuwa mtumishi wako katika hapa Lolwe TV. Asante Bwana wa majeshi kwa sababu ya msikilizaji na mtazamaji wangu ambao umenipea. Naomba ya kwamba Bwana, huyu ambao umenipea sio wangu bali ni wako. Hii fursa ambayo niko nayo sio wangu bali ni wako. Roho Mtakatifu, chukua shukani ili tushike mikono pamoja tunapoanza pamoja nasi kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Uinuliwe Bwana, tutakapotamatisha jina lako itainuliwa. Katika jina la Yesu tumeomba tukishukuru. Amen. Mpendwa msikilizaji, nashukuru Mungu sana kwa sababu ya fursa njema ambayo Bwana ametupea asubuhi ya leo. Kwa hakika imegharimu mkono wa Bwana mimi na wewe tupate kukutana ili tupate kusemezana. Bwana amekuwa akinipea ujumbe, na ujumbe ambayo Bwana amenipea leo hii ni kwamba nikuambia kwamba usinyamaze. Unaponyamaza mambo yako inaharibika. Unaponyamaza adui anakufinya zaidi. Unaponyamaza mambo yako inakuwa ngumu. Kwa hivyo nimekuja na ujumbe ya kukuambia ya kwamba usinyamaze. Licha ya kwamba kuna hali unapitia, sio wakati wa kunyamaza. Hayo ndio ningependa tuende na wewe katika kitabu cha Esther 3 na tusikie neno la Bwana kwa haraka, na Bwana anaenda kutubariki. Esther 3 kuanzia hapo moja penyewe, na Bwana anaenda kutuinua pamoja. Andiko inasema katika kitabu cha Esther 3:1 hivi ya kwamba baada ya mambo hayo mfalme Ahasuerus alipandisha cheo Hamani akawa waziri mkuu. Hamani alikuwa mwanawe Hamedetha na uzao wa Hagabi. Mfalme alimwamuru maofisa wote wa serikali wake kumtii Hamani kwa kuambia na kumshuhudia, lakini Mordekai hakuridhika na hayo na kumsujudia. Maofisa kadhaa wa wafalme waliokuwa penye lango la mfalme wakamuuliza Mordekai, mbona wewe ulidharau amri wa mfalme? Kila mtu akamshauri aache tabia hiyo, lakini Mordekai hakukubaliana nao. Alikataa kufanya hivyo kwa madai kwamba yeye ni Myahudi na kwa hiyo hawezi kumshuhudia Hamani, bali hakumwarifu Hamani ili aone kama atakuvumilia tabia ya Mordekai. Hamani aliwaka hasira alipojua kwamba Mordekai hamuinamii wala hamjudii. Tena alipogundua kuwa Mordekai alikuwa Myahudi, aliamua kwamba kumwadhibu peke yake haitoshi, bali akala njama ya kuangamiza Wayahudi wote, watu wa ukoo wa Mordekai katika utawala na ufalme wa Ahasuerusi. Katika mwaka wa 12 wa utawala wa mfalme Ahasuerus, mnamo mwezi wa kwanza itwao Nisani, Hamani aliagiza kura, yani purumu, ifanywe kupata siku ya mwezi ambapo angetekeleza njama zake, bali kura ikaangukia siku ya 14 ya mwezi wa 12 itwao Adari. Basi Hamani akamwambia mfalme,
hapo watu wa taifa fulani walio kila mahali katika utawala wako. Wao wako katika kila mkoa. Watu wao hawana sheria zilizo tofauti kabisa na watu wengine. Isitoshe wao hawatii sheria zako, kwa hiyo haikufaidi chochote kwa vumilia. Ukipenda mfalme, amri itolewe watu hawa waangamizwe. Nami nitahidi kama utamuru hivyo, nitatoa kiasi cha kilo 10,000 za fedha ziwekwe katika hazina za mfalme. Mungu apate kubariki neno lake. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wangu, nashukuru Mungu sana kwa fursa hii ambayo Bwana ametupea siku ya leo. Kwa mara nyingine nataka kusema ya kwamba Mungu amekuwa mwema, Mungu amekuwa mwaminifu, Mungu amekuwa wa kujali sana maisha yangu na hata familia yangu na hata huduma yangu. Na wewe pia ambaye umekuwa mtazamaji wangu siku ya leo, nataka nichukue fursa hii ili nikuambie ya kwamba Bwana ako na haja na maisha yako, Bwana ako na haja na familia yako, Bwana ako na haja na ndoa yako, Bwana ako na haja na mwito wako, Bwana ako na haja na masomo yako, Bwana ako na haja na kazi ya mikono yako, Bwana ako na nia ya kukuinua juu. Lakini kunaye adui ya maisha yako ambayo hakutakii mema. Hiyo ndio kwa sababu Bwana anasema ya kwamba yeye ako na mpango nzuri na maisha yetu hii mwaka wa 2023. Bwana wa majeshi ako na mpango mzuri sana. Bwana wa majeshi anakuwazia mema. Bwana wa majeshi ako na nia ya kukuinua juu. Bwana wa majeshi ako na nia ya kupanua mpaka yako. Bwana wa majeshi ako na nia ya kutendea yale ambayo maadui ya maisha yako hawataki itendeke. Bwana wa majeshi ako na nia ya kuinua maisha yako, ya kuinua familia yako. Hata kama unapitia hali ngumu, hata kama unapitia hali ya aibu, hata kama unapitia hali ambayo haikupendezi, lakini ukweli wa mambo ambayo Bwana ananiambia ya kwamba anakuwazia mema. Anajua ya kwamba kuna uchungu unapitia, anajua ya kwamba kuna aibu unapitia, anajua ya kwamba kuna changamoto unapitia, anajua ya kwamba kuna hali ambayo ni ngumu ambayo unapitia. Andiko ambayo andiko inasema katika kitabu cha Esther 2 kuanzia 20 mpaka 22 ya kwamba kunaye wakati Mordekai anapokuwa anafanya kazi ya ulinzi katika mlango ya mfalme Ahasuerus, alikuwa yule mtu ambaye amefanya kazi nzuri, na kuna mambo kadhaa ambayo alifichua ya kwamba kuna wale ambayo wanapanga kuua mfalme, lakini jina lake ndio likanukuliwa katika kitabu cha kumbukumbu. Hakuna kazi, hakuna kuinuliwa, hakuna promotion ambayo alipewa. Lakini andiko inasema ya kwamba kunaye yule aliyekuwa adui ya Mordekai ambaye anaitwa Haman. Huyo ndio inuliwa juu. Huyo ndiye akapewa kiti kikubwa, kiti cha prime minister, kiti cha waziri mkuu. Huyo ndio mfalme aliinua. Mordekai ndiye alifanya kazi mzuri, lakini hakuinuliwa. Mordekai ndiye alifichua siri ambayo inapangwa kinyume na mfalme, lakini Mordekai hakuinuliwa. Asubuhi ya leo nimekuja nikuambie wewe ambaye umeamuka kutazama hii ujumbe ya kwamba Bwana anakupangia mema. Umeomba sana lakini hujaona mkono wa Bwana. Umeomba sana, umetenda mambo mazuri, umesaidia watu sana, lakini maisha yako inazidi kukua katika hali ambayo ni ngumu. Maadui wanazidi kuongezeka, hali inazidi kubadilika, yaani maisha yako inazidi kukua katika hali ngumu ya uchungu. Asubuhi ya leo nimekuja nikuambie ya kwamba kunaye yule ambaye amenituma niongee na wewe ya kwamba usinyamaze tena, ya kwamba usinyamaze hata kama mambo ni ngumu. Usinyamaze, ndio mambo ni ngumu, usinyamaze. Kunaye yule ambayo anakupangia mabaya. Idapo kuomba wapendwa, nataka nikuambie ya kwamba katika hii mwezi wa Januari adui anatupangia mambo mabaya, lakini Bwana anatupangia mambo mazuri. Bwana wa majeshi anapanga kutuinua, Bwana wa majeshi anapanga kutubariki, Bwana wa majeshi anapanga kubadilisha maisha yetu. Yeye anapanga kutoa machozi yetu, lakini haifurahishi adui, haifurahishi shetani, haifurahishi wala ambayo wanakupangia mabaya. Niposa ni Bwana amenituma niwe chombo katika mikono yake asubuhi ya leo. Nikuambie mpendwa msikilizaji, nimpambie mpendwa mtazamaji ya kwamba adui anakupangia mabaya, sio wakati wa kunyamaza. Hiyo ndio ujumbe ambayo Bwana amenituma nayo siku ya leo, ya kwamba sio wakati wa kunyamaza. Andiko ambayo tumesoma
inanena kuhusu Mordekai na ambayo amesimamia jamii ya Wayahudi. Mordekai ndiye alifanya kazi wakati Vashti alikataa kutii Mungu. Mordekai akashughulika akiwa mlinzi katika mlango ya mfalme. Mordekai akashughulika na akahakikisha kwamba Esther ndio amechukua nafasi ya malkia. Esther ameinuka na yeye ndio malkia katika hiyo ufalme, na Esther akakuwa malkia. Lakini andiko inasema vizuri ya kwamba Mordekai anapobaki katika mlango alizidi kufanya kazi, alizidi kufichua siri, alizidi kuhakikisha ya kwamba mfalme amelindwa, alizidi kufanya kazi mzuri, lakini maisha yake ilibaki tu chini. Andiko inasema ya kwamba wakati baada ya kupeana ufalme ama uongozi ama Haman kuinuliwa, Mordekai alizidi kukataa mambo ambayo inafinya watu wa Yahudi, mambo ambayo inafinya jamii ya Wayahudi, mambo ambayo inafinya. Na hiyo ilifanya Mordekai hanga inamia Haman, Mordekai hanga inamia miungu ya Haman. Mordekai alijua ya kwamba Haman akona nia mbaya, Haman anamwazia mbaya, Haman anamwazia mambo ya kumwangamiza, Haman anampangia mambo ya kuhakikisha kwamba yeye na Wayahudi wameenda chini. Lakini Mordekai alikuwa na nia hiyo, ndio kwa sababu aliomba Mungu, akaitwa Mungu na akahakikisha kwamba ndio alikuwa na cheo ya mlinzi, alikuwa na cheo ya watchman. Lakini katika hiyo kazi ambayo alikuwa nayo, alihakikisha kwamba Esther ambayo ni wa familia yake ameingia katika ikulu, alipigana na akahakikisha ya kwamba Esther ndio amekuwa malkia. Mpendwa msikilizaji, asubuhi ya leo nimekuja nikuambie Bwana amenituma niwe chombo ya kwamba usinyamaze. Mordekai alipogundua ya kwamba Haman ndio amechukua nafasi ya waziri mkuu, Haman na akona nia ya kuhakikisha ya kwamba ameandika barua na hata akakubali kutoa mali yake. Ameongea na mfalme Ahasuerus ya kwamba kuna jamii ambayo lazima iangamizwe, kuna jamii ambayo Mungu yao na Mungu yetu ni tofauti. Mapendwa msikilizaji, asubuhi ya leo nimekuja nikuambie ya kwamba wewe ambaye umeamuka asubuhi ya leo, wewe ambaye unajua Mungu katika familia yako, wewe ambaye unajua Mungu mahali mnafanya kazi, wewe ambaye unajua Mungu katika cheo ambayo uko nayo, nimekuja nikuambia kwamba Bwana wa majeshi anasema ya kwamba usinyamaze, kwa sababu anataka kutumia wewe kama chombo kuhakikisha kwamba jamii yako imekombolewa, kuhakikisha ya kwamba ndoa yako imekombolewa, kuhakikisha ya kwamba kazi yako imekombolewa, watu wenu wamekombolewa, mwito wako imekombolewa. Bwana wa majeshi amenituma nikuambia kwamba kunaye mtu anatafuta asubuhi ya leo, na huyo mtu awe mtu ambayo hata nyamaza. Andiko inasema ya kwamba Esther aliposikia ya kwamba Mordekai ametoka nje, na Mordekai amevaa gunia, Mordekai amejipaka jivu, Mordekai ametoka nje na anasema ya kwamba mambo sio kawaida, jamii Wayahudi wanaangamizwa, kuna mapango imepangwa ya kwamba jamii ya Wayahudi wapate kuangamizwa. Mordekai akasema sio wakati wa kunyamaza. Mordekai akatuma mjumbe kwa Esther ya kwamba Esther, sio wakati wa kunyamaza. Hata kama wewe ndio malkia, wewe bado uko na damu ya Uyahudi. Wewe hata kama wewe ndio malkia, uko na damu ya Wayahudi. Fanya mambo, tunapangiwa njama ya kuangamizwa. Mungu anapanga kutuinua, lakini shetani anapanga ya kwamba tuangamizwe. Na Esther, Mordekai akatuma ujumbe kwa Esther. Esther aliposikia ya kwamba Mordekai katika mlango ya ikulu amevaa gunia na amejipaka tu jivu na anapiga kelele, hana amani kwa sababu watu wake wanaangamizwa, Esther akaona ya kwamba Mordekai ni kana kwamba anataka kumwaibisha, Mordekai ni kana kwamba hajui sheria ya ikulu, Mordekai ni kama kwamba kichwa yake imeruka. Esther akatuma huyo mjumbe ya kwamba ambia Mordekai atulie, mimi niko hapa ndani. Ambia Mordekai avae mavazi ya ikulu, mimi niko hapa ndani.
ambia Mordekai ya kwamba awache kuhangaika, mimi ndio mke wa mfalme, mimi ndio malkia katika ufalme huu. Lakini Mordekai hakunyamaza. Mordekai akasema ya kwamba mimi Esther haelewi mambo ambayo imeinuka. Esther hata kama ni malkia, ni mtoto ambayo mimi ndio nimeinua, na mimi naelewa uzito ya ile kazi, mambo ambayo tumepangiwa. Mimi naelewa uzito, na hata wametoa pesa kadhaa ya kuhakikisha ya kwamba hiyo miradi yao ya kuhakikisha ya kwamba mimi na Wayahudi tumeangamizwa, tumekuwa tumefungwa na tumenyongwa. Hiyo mwango ya kwamba itawezekana kwa sababu tumekataa kutii miungu yao, kwa sababu tumekataa kutii ya kuabudu na kuinamia. Kwa sababu Wayahudi wanaangamizwa, sio ya kwamba Wayahudi wamekosa. Wayahudi wanaangamizwa kwa sababu ya Mordekai ambayo amekataa kuinamia miungu, kwa sababu ya Mordekai ambaye amekataa kutii Haman ambaye amekataa kumcha Mungu na akona nia mbaya. Mordekai anapangiwa, sio ya kwamba Wayahudi wamekosa, lakini wote wamewekwa pamoja kwa sababu ya Mordekai mtu mmoja. Mpendwa msikilizaji, asubuhi ya leo nimekuja nikuambie ya kwamba wewe ndio Mungu amekuteua ya kwamba usimame kwenye pengo. Wewe ndio Mungu amekuteua ya kwamba usimame kwenye pengo ili uhakikishe ya kwamba jamii yako imeinuka. Hii ndio mwaka Bwana alituahidi ya kwamba anapanua mpaka yetu, ya kwamba anatuinua, ya kwamba anasimama na sisi, ya kwamba analeta mabadiliko katika maisha yetu, katika afya yetu, katika ndoa zetu, katika biashara yetu, katika huduma zetu, katika mwito yetu. Bwana alituahidi ya kwamba hii ni mwaka yetu ya kupanuliwa, lakini adui shetani ambaye amekataa na anasema ya kwamba hatutafikia malengo yetu. Ndiposa Bwana amenituma niwe chombo siku ya leo ya kwamba tusinyamaze. Mtu asinyamaze, naye jua Bwana asinyamaze. Wapendwa, siku hii ya leo nimekuja nikuambie ya kwamba sio wakati wa kunyamaza. Andiko inasema katika kitabu cha Samueli wa kwanza ya kwamba kulikuwa na mtumishi wa Mungu Hana na Penina walikuwa pamoja, na andiko inasema ya kwamba Penina Mungu alifunga tumbo yake, hangekuwa na uwezo wa kuzaa, lakini Hana hangekuwa na uwezo wa kuzaa, lakini Penina alikuwa na mke mwenza, alikuwa anazaa kila mara, lakini alikuwa chukizo katika maisha ya Hana. Kila mara alikuwa anatusi Hana, kila mara alikuwa anadhiaki Hana, kila mara alikuwa anaongea maneno machafu juu ya Hana, na hiyo jambo haikufurahisha Hana. Andiko inasema ya kwamba Hana kila mara angelia mbele ya Bwana, hangetulia, angelia kila mara. Elkana bwana yake angemtuliza, angempea chakula mzuri, angesimama upande wake, angembembeleza ya kwamba Hana, mimi ni bora hata kuliko vijana wa 10. Lakini Mungu andiko inasema ya kwamba Hana hangeridhika. Leo hii nimekuja nikuambie ya kwamba kuna watu ambayo wanakutuliza, kuna watu ambayo wanakutuliza, lakini vile wanakutuliza hawajabadilisha maisha yako. Ndi vile wanakutuliza uchungu yako hawajabadilisha. Vile wanakubadilisha bado kuna vitu ambayo hawajabadilisha katika maisha yako. Andiko inasema vizuri ya kwamba Hana aliamua ya kwamba ndio anapewa chakula mzuri, anapewa mgao yake vizuri, anapewa sehemu yake ambayo ni yake vizuri, amependwa na Elkana. Lakini upendo wa Elkana haijafanya maisha yake imetulia. Vile tu Mordekai hakuruhusu kutulizwa na Esther, Hana pia hakuruhusu atulizwe na Elkana. Kwa sababu gani? Kutulizwa ileti mabadiliko, kuambia nyamaza ileti mabadiliko, kuambiwa ya kwamba wewe nyamaza ileti mabadiliko. Mpendwa mtazamaji wangu, asubuhi ya leo nimekuja nikuambie ya kwamba umeteseka ya kutosha, umevaa mavazi ya aibu ya kutosha, umekaa katika hali ya kuteseka ya kutosha, familia yako imepitia mambo ngumu ya kutosha. Bwana wa majeshi amenituma niseme kwako ya kwamba sio wakati wa kunyamaza. Usinyamaze. Ndio kuna hali unapitia, ndio kuna uchungu unapitia, ndio kuna aibu unapitia. Bwana amenituma niongee na wewe ya kwamba kwa nini unyamaze. Na hata sasa hii tunapoongea,
mambo imekushika, mambo imekulemea, utanyamaza aje? Na shida ni ile ile. Biblia inasema ya kwamba Mordekai alipogundua ya kwamba amefinywa, barua imeandikwa na imetumwa kila mahali na pesa imetolewa ya kwamba jamii ya Wayahudi wanyamazishwe, akaambia Esther ya kwamba Esther, kumbuka ya kwamba hata wewe uwe malkia. Wakati Wayahudi wanauliwa, hata wewe utauliwa. Wakati Wayahudi wananyongwa, sheria ni sheria, ikitengenezwa itafaulu. Wewe inuka. Andiko inasema ya kwamba Mordekai akaleta shida. Hakukuwa nafasi ya kusikia Esther, hakukuwa nafasi ya kutulizwa. Akatuma ujumbe akaambia Esther ya kwamba hata ukinyamaza, sisi tuko na hakika moja ya kwamba tukiita Mungu, tukikataa kunyamaza, tukiita Mungu maishani mwetu, tutaokolewa. Na kwa hivyo kama umekataa kufanya jambo, tunajua ya kwamba Mungu atatumia mbinu kutukujia kwa njia nyingine. Wapendwa, nimekuja nikuambia asubuhi ya leo ya kwamba Bwana wa majeshi amenituma, ya kwamba anaelewa shida zako, anaelewa male unapitia, anaelewa vita ambayo inakukumba, anaelewa umaskini ambayo uko naye, anaelewa ya kwamba sasa hivi hata tunapoongea watoto wako wanataka kurudi shuleni, hata ujui uanzie wapi na umalize wapi. Anajua ya kwamba kuna hali unapitia, ananiambia kwamba nikuambie, anajua ya kwamba katika hii mwezi wa Januari, hii mtarehe kama hii, hujalipa hata nyumba, miezi kama 3 uko nadaiwa, unasukumwa huku na pale, lakini Bwana wa majeshi amenituma nikuambia ya kwamba yeye Bwana anajua. Wacha kuhangaika, tazama Bwana, inua jina la Bwana, tazamia Bwana, baki kwake Bwana, usinyamaze tena. Bwana anatafuta mtu mmoja ambaye anasimama kwenye pengo ili apate kumuita, ili apate kubadilisha hali ya familia. Hata kama kuna kifo ambayo imekuwa kila mara katika familia, Bwana anatafuta tu mtu mmoja ambaye anaweza simama na aseme ya kwamba imetosha, imetosha. Bwana anatafuta mtu mmoja ambaye anaweza simama kwenye pengo na aseme ya kwamba tumeteseka ya kutosha, tumeaibika ya kutosha. Wapendwa msikilizaji, hata mtihani imekuja tu hivi kijana, lakini sasa hivi unajiuliza ya kwamba nini kila mara, hata kwa babu yako walianguka, kwa mababa yako wakaanguka, kwa nyanya yako wakaanguka, kwa mababa zako wakashindwa, hata mtoto wako ameanguka. Lakini nimekuja nikuambie ya kwamba sio mwisho. Kuna uwezekano ya kwamba wameanguka, lakini hiyo sio mwisho. Mambo ni kuita Bwana. Hata katika hiyo hali ambayo inakaa uchungu, Bwana anatafuta mtu mmoja ambaye anasema ya kwamba nimetazama hii familia, nimetazama hii mwito, nimetazama hii ndoa, nimetazama hii jambo, na kuna kitu hainifurahishi, kuna kitu umechukua na uzito. Wapendwa, Bwana amenituma katika maisha yako asubuhi ya leo nikuulize ya kwamba ni nini ambayo unapitia na umechukua na uzito. Bwana anatafuta mtu mmoja ambaye anazaleta mabadiliko. Nini ambayo unapitia? Nini ambayo haikupea amani? Jambo gani inakupea amani? Ni umaskini gani haikupea amani? Bwana anatafuta mtu mmoja ambaye amekosa amani, mtu mmoja ambaye anasema ya kwamba haitawezekana. Andiko moja inasema katika kitabu cha Mathayo 2:18. Andiko inasema ya kwamba kuna sauti inasikika katika mji wa Rama. Katika mji wa Rama kuna sauti inasikika. Raheli anaomboleza watoto wake wameuliwa. Raheli anaomboleza, lakini jambo moja inafanyika, amekataa kutulizwa. Raheli analia, lakini watu wamesanyika, watu ambayo hawangekuja wakati Raheli alikuwa na shida, watu ambayo hawangekuja wakati watoto wa Raheli walikuwa sawa, watu ambayo hawangekuja wakati watoto wa Raheli wangekuwa sawa. Hawa watu sahii wameinuka. Hawa watu wamekuja kwa Raheli. Hawa watu wamekuja kuomboleza, kusaidia Raheli, kubembeleza Raheli ya kwamba wacha kulia, watoto wamekufa. Watoto ni baraka yako ya kesho, watoto ni maisha yako ya kesho, watoto ni hatima yako kesho. Lakini Waraheli wamekufa, Waraheli wameenda. Lakini andiko inasema ya kwamba Raheli analia, Raheli anaomboleza, Raheli ana sauti yake inasikika katika mji ya Rama yote. Lakini andiko inasema ya kwamba Raheli
Raheli anaomboleza. Watu wamekuja kutoka pembe zote kubembeleza Raheli. Watu wametoka katika pembe zote kuambia Raheli ya kwamba umelia ya kutosha, lakini andiko inasema amekataa kutulizwa. Nimekuja nikuambie ya kwamba yeyote ambayo anakutuliza hajui uzito ile uko nayo, hajui hasira ile uko nayo, hajui uchungu ile uko nayo, hajui hali ile umepitia. Asubuhi ya leo nataka niombe na mtu mmoja. Asubuhi ya leo nataka niombe na mtu mmoja tu, yule ambayo akona uzito, yule ambayo anapojitazama anaona ya kwamba amefinywa, yule ambayo anapojitazama anaona ya kwamba amelemewa. Nataka tu niombe na mtu mmoja, yule ambayo kuna uzito anapitia, yule ambayo kuna uchungu anapitia, yule ambayo anasema ya kwamba watoto wangu wameteseka ya kutosha, ndoa yangu imeharibika ya kutosha, biashara yangu haiendelei vizuri. Nimeomba tu ya kwamba kama wewe umekuwa ukinitazama na unasikia neno hili, Bwana wa majeshi alinituma niambie mtu mmoja ya kwamba sio wakati wa kunyamaza. Haifai unyamaze tena. Hiyo ndio ujumbe ambayo nimepewa ya kwamba nileta asubuhi ya leo. Natazama tu ya kwamba nipate tu mtu mmoja mahali ambayo huko unataka niombe na wewe ya kwamba hutanyamaza. Umeteseka ya kutosha. Kuna jambo ambayo umechukua na uzito. Kuna jambo ambayo unapotazama unasema hii sio kawaida. Nimeteseka ya kutosha. Enough is enough. Naomba nitapata mtu mmoja ambaye anasema ya kwamba watoto wangu wameteseka ya kutosha. Ndoa yangu imekuwa na vita ya kutosha. Hii kesi ambayo niko nayo kotini, hii vita ambayo ni ya shamba, hii mambo ambayo nimepitia, aibu ambayo nimepitia, vile ndoa yangu imekuwa, imetosha. Nataka tu niombe na wewe, naomba Mungu asimame na wewe. Shika tu TV yako mahali uko, ama inama tu mahali uko, piga tu magoti chini ili tuombe na wewe mpendwa msikilizaji. Baba, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai, wao wapendwa ambayo wako hapa wamepitia vita na umenituma niwaambie ya kwamba wasinyimaze, wakuite, wakutafute, wasikubali kuridhika, wasikubali watulizwe. Bwana wa majeshi, naomba ya kwamba wainue, wanapotoka katika magoti zao, watoke wakiwa na ushuhuda, watoke wakiwa na imani, watoke wakiwa na ushindi, watoke wakiwa na tofauti ambayo wewe ndio umeleta. Pokea sifa na utukufu kwa sababu wewe Bwana unainua. Hata hapa Lolwe TV na wafanyikazi wote Bwana, natangaza ya kwamba unawainua, unaleta mabadiliko kuu kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Katika jina la Yesu nimetangaza ushindi na hakuna kulia tena katika jina la Yesu. Pendwa msikilizaji na mtazamaji wangu, aliyekuwa na neno na wewe asubuhi ya leo ni mchungaji wa Mungu, mtumishi wa Mungu, Pastor Leonard Omondi wa kanisa la God of Eternity Church. Tuko Nairobi Dandora Phase 4 nyuma ya Career Supermarket. Namba yangu iko hapa kwa screen 0722 115714, 0722 115714 ama 0733 736040, 0733736040. Chukua tu hapa kwa screen na tukutane wiki ijayo. Shalom, shalom, shalom. Wow, nimeamini sijapenda. Eternal fire.